Ron alipoenda kuona safina ya Nuhu mwaka 1977 aligundua kuwa hakuweza kufanya lolote wakati huo. Hivyo ni kana kwamba Mungu alikuwa amemgusa na kuweka mzigo moyoni mwake ili kupata mahali pa kuvukia na mahali ambapo msafara wa kutoka ulifanyika. Hivyo ndipo alipokodisha ndege huko Elat. Na kutokea kwenye ndege hii aliruka juu na chini kwenye pwani ya Ghuba ya Akaba ili kuona kama angeweza kupata bonde ambalo lingeruhusu Waisraeli kuvuka. Hivyo alipokuwa akiruka juu na chini aliona ufuo huu mkubwa ambao ulikuwa Nuweba. Na alichofanya baada ya hapo ni kwamba waliporuka kurudi, waliendesha gari kuelekea huko na kuanza kupiga mbizi. Sasa ilikuwa ni muujiza kwamba waliruhusiwa kufanya hivyo, kwa sababu Mungu alifanya hili litokee wakati ambapo Israeli ilikuwa ikidhibiti rasi ya Sinai. Wasingeweza kamwe kufanya hivi ikiwa ingekuwa chini ya udhibiti wa Misri. Hivyo huo ndio muujiza wa kwanza kwa maoni yangu. Katika miaka michache baadaye, Ron alimchukua Rene Noabogen kwenda naye ufuoni ili kumwonyesha. Na Rene aliandika kuhusu hilo katika kitabu chake hapa unachoweza kukiona. Na alimwambia Bwana Norbegen kwamba aliamini kuwa ni Jebel el-Lauz. Hivyo alipoangalia ramani za safari za ndege alizoweza kuzipata, aliona eneo ambalo lilionekana kuzungukwa na ukingo wa volkano ya kale. Na kulingana na makadirio yake bora, alipata eneo la takriban ekari 5,000 za mraba. Na alijua kwamba hilo kwa hakika lingekuwa kubwa vya kutosha kuwa kambi ya Waisraeli. Ron alikuwa ameomba visa ya kuingia Saudi Arabia kwa miaka 4. Alijaribu sana. Aliandika barua kwa ubalozi na haikuwezekana kupata visa ya kuingia. Hivyo alikuwa amepanga yeye na Roni na Dani kuvuka mpaka kwa siri. Na walipofanya hivyo, waliweza kupata taksi iliyowapeleka mbali sana na kisha wakapata usafiri mwingine na wakafika moja kwa moja mpaka mlimani, na alikuwa ni mbedui aliyesema, Jebel Musa hena, na walijua kuwa walikuwa mahali sahihi. Na kile Ron alichoona katika safari hiyo ya kwanza, hapakuwa na ua wakati huo. Hakukuwa na mtu yoyote anayeishi hapo. Na aliweza kuendesha gari hadi ndani ya eneo takatifu. Waliingia tu ndani na kuzunguka na akaona kila kitu. Aliona kitu kilichoonekana kama madhabahu kwake. Aliona mambo mengi siku hiyo, lakini kisha walilazimika kuondoka. Walifukuzwa kutoka eneo hilo. Na hivyo walipofika tena mpakani, walidhani kila kitu kingekuwa sawa. Walikuwa tu wapenye kuvuka mpaka. Na kama wakikamatwa, kile Ron alichokuwa amegundua ni kwamba ukikamatwa humo kinyume cha sheria, watakufukuza tu nchini. Lakini haikuwa hivyo, kwa sababu kuna mtu alikuwa amewaripoti kwenye ubalozi kule Washington DC kama wapelelezi wa Israeli. Sasa sitataja jina la mtu huyo kwa sababu hayupo hapa kunitetea. Na kwa kweli haina maana, kwa sababu mwishowe ilileta utukufu kwa Mungu. Kwa sababu Ron aliweza kwenda kwenye televisheni ya kitaifa na kuwaambia ulimwengu alichokiona kule na hata kunukuu maandiko ya Biblia. Sasa alipokuwa amekamatwa, haikuwa uzoefu rahisi kwake, lakini alisema walikuwa na watu wazuri huko, mmoja wao hasa ambaye jina lake lilikuwa Ali. Alikuwa mtu mwenye fadhili sana. Walikuwa mahali paitwapo Hakl, ambao ni mji ulioko kusini mwa mpaka wa Jordan, pwani kabisa. Na walikamatwa na walinzi wa pwani na wakazuiliwa hapo. Na kutokana na asili ya kile walichokuwa wameshtakiwa nacho, walikuwa wakichukuliwa vibaya mwanzoni, lakini walipofika hapo kulikuwa na ugonjwa mwingi. Na Ron alichunguza na kugundua kuwa kilichokuwa kikiendelea pengine kilichokuwa homa ya manjano, kwa sababu wanaume kadhaa walikuwa wamekufa na eneo lote lilikuwa limejaa mbu. Hivyo
Ron aliwaomba wamletee mafuta mengi ya mzeituni na akaandika maelekezo ya dawa. Alipowaambia kuwa yeye ni mtaalamu wa nuskaputi, hawakuelewa hiyo, na hatimaye akawaambia yeye ni daktari wa usingizi, na walielewa hilo kwamba anawalaza watu kwa ajili ya upasuaji. Hivyo wakakubali maelekezo yake ya dawa. Aliandika maelekezo ya dawa za viuavija sumu, wakazileta, kila mtu akaanza kuzitumia. Waliwaua mbu wote, waliweka kwenye choo chao, waliweka kwenye maji yaliyotuama, na tangu wakati huo kila mtu akapona. Hivyo walikuwa, hilo liliwafanya wakubalike mbele ya Wasaudi, na nadhani huu ulikuwa wa kwanza muujiza wa kweli uliowasaidia wao na pia Wasaudi. Sasa hadithi nyingine ya kuvutia ni kwamba wanaume watatu, wachunguzi watatu wa Kisaudi walikuja kwa Ron na walikuwa wakimhoji vikali, kwa nini unafikiri Musa angewaleta watu hapa? Hakuna kitu hapa, tuonyeshe ushahidi wako. Na wakamweka kwenye helikopta Ron pekee na hawa wanaume watatu, na wakasema, tuonyeshe pale unapoamini kuwa uvukaji ulifanyika. Na Ron akawapeleka. Aliweza kuona ng'ambo ya Ghuba, aliweza kuona Numeiba. Hivyo alichofanya ni kuwaelekeza chini mahali pa kutua, ufukweni kabisa mkabala na Nuweiba. Na walipofika huko, muujiza wa pili ulitokea, kwa sababu ulikuwa muujiza kabisa. Pale pale walipotua palikuwa na nguzo bado imesimama ufukweni, iliyofanana na ile Ron aliyoipata upande wa Misri miaka michache mapema, isipokuwa ile ya upande wa Misri maandishi yake yote yalikuwa yamefutika pale ilipolala kwenye mawimbi. Na wanaume hawa walipoiona nguzo hii na kuona kwamba ilikuwa na maandishi ya kale juu yake, nadhani hii ilimpa Ron uaminifu mkubwa, na kwa kweli iliokoa maisha yao. Hivyo ndivyo ninavyoamini. Na hivyo basi waliporudi, kulikuwa na Ron alikuwa aendelee vizuri hata kidogo. Ron alijua kwamba Ron alikuwa karibu kukata tamaa, na Ron anasema lazima nitoke hapa, na Ron alijua ilibidi wafanye mpango wa kutoroka, na akasema sawa, tutafanya hivyo Alhamisi ijayo au vyovyote ilivyokuwa. Lakini akasema hapana, hatuwezi kwa sababu Ali yuko zamu, na tukitoroka wakati Ali yuko hapa watamuua. Na hivyo Ron akasema sawa, tutasubiri. Lakini hiyo ilikuwa Alhamisi. Jumatano hiyo, siku moja kabla ya kujaribu kutoroka, ndipo alipomjia na kusema, halas, imekwisha, mnakwenda nyumbani. Na wakati huo walikabidhiwa kwa Wayordani kwa siku 3 na kisha wakarudi nyumbani. Walikuwa gerezani huko kwa jumla siku 75 nchini Saudi na kisha siku 3 za ziada nchini Yordani. Ron hakuweza kuleta nyumbani nyaraka zozote, lakini aliamini kwamba ile nguzo ilikuwa na jina Sulemani, Mizraimu, Edomu, kifo. Baada ya Ron na vijana kurudi nyumbani kutoka gerezani, Ron aliapa kwamba hatarudi tena huko. Alikuwa anajua hatari sasa. Lakini mnamo mwaka wa 1984, mwishoni mwa mwaka huo, Ron alikutana na mtu mmoja aitwaye David Fasold aliyetaka kwenda kuona safina ya Nuhu. Na hadithi hii inaingiliana kwa namna fulani na hii, kwa sababu pia karibu wakati huo huo mtu mmoja kutoka Saudi ambaye baadaye alikuja kujua alikuwa mwanamfalme na pengine ana uhusiano na mfalme kwa namna fulani, sijui jinsi gani, aliwasiliana na Ron na kusema, nimesikia hadithi yako na tangu nilipoisikia siwezi kufanya lolote. Siwezi kufanya kazi, lazima nione mlima huu. Jina lake alikuwa Samran al-Mutair na aliishi Tabuk. Na tuliambiwa kwamba alikuwa mwanamfalme wa Tabuk. Sielewi uhusiano huo, kwa hivyo siwezi kuingilia hilo. Lakini Samran kwa kweli alisafiri kwa ndege hadi Nashville na kumtembelea Ron. Na akasema, lazima unipeleke kwenye mlima huu, nitakupatia visa, nitakufikisha huko, lazima niuone.
Na Ron akasema, basi ngoja nikuambie hivi, kwa nini usije kwenye safina ya Nuhu nami nampeleka mtu mmoja huko? Na hii ilikuwa mwishoni mwa Machi mwaka 1985. Hivyo Samran alienda kwenye safina ya Nuhu na Ron alipompeleka David Fasold huko, na kulikuwa na theluji mlimani na ikiwa imefunika safina ya Nuhu. Lakini Samran aliamumi, mtu huyo anasema ukweli, kuna kitu hapa, na hiyo ilimpa hata zaidi uaminifu zaidi kwa Samran. Hivyo Samran akasema, lazima uje. Njoo, nitakupatia viva. Bwana Fasold unaweza kuja pia, kwa sababu alikuwa amemwona David Fasold akifanya maajabu yake na vifaa vyake vya utambuzi. Hivyo wote walienda huko, na hao walipokuwa huko walikuwa wageni wa Samran. Walikuwa na mkataba wa kufanya kazi fulani kwa madhumuni ya uchimbaji madini. Hivyo walipokuwa huko na kikosi cha uchimbaji, walichimba katika eneo hili moja ambalo Ron aliamini kuwa ni kisima, na futi 20 kwenda chini kwenye kisima hicho walipata bangili ya dhahabu. Ilikuwa wakati huo ambapo wote waliwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani tena. Walipata vitu vingi walipokuwa huko kwa sababu walipewa uhuru wa kutembea eneo hilo. Na Ron alipata kipande cha marumaru nyeupe kilichokuwa na kile alichoamini kuwa ni Kiebrania cha kale, na akakificha kwa sababu alijua kwamba akimwonyesha mtu yeyote kingeharibiwa. Na tunaendelea kutumaini kwamba mtu anaweza kukipata hicho lakini basi itakuwa vigumu sana huko kupata chochote, lakini bado kipo huko. Naamini baada ya kuwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani, walimleta mwanakiolojia kutoka Riyadh aliyekutana nao kwenye makazi ya Samran huko, na waliangalia kanda za video za David Fasold zikionyesha ndama kwenye madhabahu ya ndama wa dhahabu na vitu mbalimbali. Na huyu ndiye mwanakiolojia aliyesema hivi havipatikani popote pengine nchini Saudi Arabia isipokuwa hapa tu. Na alipoona ushahidi yeye mwenyewe, hapo ndipo eneo lote lilipozungushiwa uzio na kuwekwa chini ya udhibiti wa kiakiolojia na kufanywa kuwa marufuku kwa kila mtu. Baada ya kunyang'anwa kila kitu kwa miaka mingi, Ron alikuwa na hamu sana ya kujaribu kupata picha bila mafanikio yoyote. Ilikuwa mwishoni mwa miaka ya 80 tuliposoma makala ikidai kwamba Bwana Konuk alikuwa akidai kwamba amepata mlima Sinai. Na mwanzoni tulifurahi sana, lakini baadaye tukagundua kuwa hakuwa na mipango yoyote kwa ajili yake au Bwana Williams aliyekuwa naye kushiriki picha hizo na mtu yeyote, na walikuwa na hadithi yao wenyewe kuhusu kile kilichotokea. Na tulijifunza jinsi walivyopata, kwa sababu mlima huu si kitu rahisi kuupata. Sio kabisa. Ni kama kujaribu kutafuta chembe ya mchanga ufukweni. Kwa hiyo nitasoma tangu mwanzo wa kitabu chao katika utangulizi ambao David Fasold aliandika. Alisema, je, Larry aliogopa kujaribu akizungumzia kuingia kwa siri katika mlima Sinai? Anasema, la, je, ningeenda naye? Anasema, si hasa, lakini ningempa ramani. Alikuwa amemwambia kila kitu kuhusu hadithi ya Ron. Na hivyo katika vitabu vilivyofuata, hadithi yao pia inajumuisha matukio ambapo wanadai waliowaambia watu kuwa wao ni madaktari. Na kwa hiyo Ron alichoweza kufanya ni kuomba tu kuhusu hilo, na aliendelea kujaribu kuwasiliana na Samran na kuona, kwa sababu Samran alikuwa amedai kwamba angeweza kupata picha na video na kutuletea. Alikuwa akiomba kiasi kikubwa cha pesa, zaidi ya kile ambacho tungewahi kuona maishani mwetu. Na kisha hatimaye kulikuwa na wakati ambapo tulienda Nuebaya. Hii ilikuwa Januari ya 1992. Tulipokuwa Nuebaya, nilikuwa nimebeba remani kwenda Saudi Arabia. Sijui kwa nini. Hili halikuwa jambo ambalo mimi na Ron tulizungumza, lakini nilikuwa nimeweka nakala 3 kwenye mzigo wangu.
hasa kwa sababu tulikuwa tumenunua mashine ya faksi na ningeweza kutengeneza nakala kwayo. Kwa hiyo nilikuwa nazo kwenye mkoba wangu, na tuko Nuweiba na Samran anazungumza Kiingereza, lakini wake zake hawazungumzi. Kwa hiyo tulikuwa na Ahmed Sami ambaye alikuwa mtu aliyefanya kazi kwenye mapokezi huko Nuweiba katika hoteli yetu. Angetujaribu kutupigia simu na kisha angewafasiria wakeze kwa kuwa hawakuweza kuzungumza Kiingereza, kwa sababu Samran hakuwahi kuwepo. Hatimaye Ahmed Sami alipogundua kwamba jambo linaendelea hapa, akasema, niambie kuhusu hili, labda naweza kukusaidia. Kwa hiyo na tulimwita tu Sani na Ron alimweleza kwamba kulikuwa na mlima Sinai uko Saudi Arabia, na kisha akamwambia kuhusu uvumbuzi wake mwingine, kuhusu safina ya Nuhu na mambo haya yote. Na Ahmed Sami alikuwa na wazo hili nzuri. Anasema, naweza kukupatia hili. Anasema kila Muislamu anaruhusiwa kwenda kwa visa ya haji huko Saudi Arabia mara moja katika maisha yake. Kwa kweli inatubimi. Anasema sijawahi kwenda kwa jangu, na hivyo makubaliano yalikuwa tumpatie pesa za kununua tiketi ya kwenda kule. Tulimwachia kamera na Ron hata alimpa dola 500 za ziada ili aende kule. Sasa tulipofika nyumbani, tulipigiwa simu na Ahmed Sami akisema nahitaji pesa zaidi. Hii itagharimu zaidi ya nilivyofikiria. Hivyo mimi ndiye bahili katika familia. Ron alikuwa tayari kabisa kumpa pesa zaidi, kwa hiyo nikasema sawa. Basi nikaenda benki. Nilituma pesa kwa njia ya kielektroniki kulingana na maelekezo ya Sami, na nadhani zilikuwa dola nyingine 1500. Siwezi kukumbuka sawasawa, lakini niliendelea kusema, Ron, hapa tunatupa tu pesa. Nilipigiwa simu kutoka benki kwamba muamala haukufanikiwa kwa sababu kulikuwa na namba iliyokosekana, namba ya muamala, na nilihitaji kuipata hiyo. Hivyo Ron alinitaka nimpigie Ahmed Sami, nikampigia na nikaipata hiyo namba. Na nikaipigia benki asubuhi iliyofuata na kuambia nataka kuendelea na ule muamala na hii hapa namba. Nao wakaniambia, vyema, itabidi uje hapa. Hatuwezi kufanya miamala ya benki kwa njia ya simu. Basi nikaenda benki na nikawapa taarifa hizo. Na nilipofika nyumbani, tulipigiwa simu kwamba hawakuweza kutuma pesa kwa sababu mfumo wao ulikuwa umekwama kwa mchana huo, kwamba ingekuwa asubuhi iliyofuata. Sasa kilichotokea mara baada ya hapo kilikuwa muujiza. Ron alipigiwa simu na msichana aliyesema hajui hili linahusu nini, lakini kaka yake alimpigia na kusema, mtafute mtu huyu anayeitwa Ron Wyatt na mpe namba yangu na umwambie anipigie. Na nilipotazama uso wa Ron, alipauka kama karatasi alipokuwa kwenye simu hiyo. Nikasema, nini? Sikujua kama kuna mtu amekufa au nini. Naye akasema, sijui, na mara moja akaipigia namba hii huko Saudi Arabia. Na mtu huyu akapokea. Na jina lake alikuwa Jim Caldwell. Akina Caldwell walikuwa familia iliyokuwa ikiishi na kufanya kazi Saudi Arabia, karibu na Riyadh. Alifanya kazi Aramco, na hivyo ilibidi watoke nje ya nchi mara kwa mara ili kudumisha hadhi yao ya kodi na Marekani. Hivyo katika safari yao waliopaswa kuifanya ili kuondoka ufalmeni, walikuja Misri. Walikuwa na hamu hasa ya kwenda kuona St. Katarina au St. Catherine katika rasi ya Sinai. Huu unadhaniwa kuwa mlima Sinai halisi, lakini ni eneo la kimila. Ilipatikana kupitia ndoto na mambo ya fumbo kutoka kwa mama yake Konstantin. Hivyo ndivyo ilivyopatikana. Hivyo basi walienda kule na wakarudi wakiwa wamevunjika moyo sana, kwa sababu walijua hawajaona kitu halisi. Na walipoondoka Nuweiba, walikuwa kwenye hoteli ile ile tuliokuwepo, na Sami wa kule alijua kwamba wanaishi Saudi Arabia.
Hivyo walipopita tena mara ya pili baada ya safari yao ambayo ilikuwa mara tu baada ya sisi kuondoka, alikuwa na msisimko sana. Alikuwa tayari ameshafikiria nini cha kufanya, jinsi ya kupata picha hizo na jinsi ya kupata kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa Ron Wyatt. Waliporudi, Ahmed Sami aliwaambia, lazima mnifanyie hili. Na alikuwa akijaribu kumfanya Jim na mke wake Penny wampigie picha hizi kisha wampe kaka yake kule Saudi ambaye angempa yeye. Na nina uhakika akina Caldwell walikuwa na wasiwasi sana, unajua anazungumzia nini? Na nataka mwasikie wakisimulia hadithi hiyo, lakini nitaendelea kuisimulia kwa sababu huwezi kusikia video vizuri sana. Walisema walipofika huko, Ahmed Sami aliwasimulia hadithi kuhusu mtu aliyekuwa amefika hapo hivi karibuni, na ilihusiana na safina na unajua mlima Sinai, na hawakujua ilihusu nini hasa, lakini hatimaye Jim alisema aligundua kuwa ilikuwa safina ya Nuhu. Na Jim alisema jambo fulani lilimjia akilini kwamba dada yake alikuwa amemtumia mkanda wa video mwaka uliopita kuhusu mtu aliyesema amepata safina ya Nuhu, na mtu huyo alikuwa Ron Wyatt. Na hivyo kile Jim angefanya, alisema, ni kuchukua kanda hizi, vingekuja kwenye kanda za milimita 8 kwa sababu zilikuwa ndogo, na angezihamishia kwenye mkanda wa VHS. Kisha angetumia tena kanda hizo za milimita 8. Nadhani ni vigumu kupata kanda kule Saudi. Hivyo yeye na mke wake na watoto wake wawili wanafanya ziara yao ya kawaida nje ya ufalme, ambayo lazima uifanye unapofanya kazi kule kila baada ya muda fulani ili kudumisha hali yako ya kodi. Na walikuwa wametoka tu kwenda St. Catherine na walivunjika moyo sana kwa sababu walidhani ni mlima Sinai halisi, na walikuwa wametaka sana kuona hivyo, lakini hawakuona. Hivyo waliporudi na walikuwa wakiomba na kusoma na kutaka kuona mlima Sinai halisi. Na hivyo kuna mengi zaidi katika hadithi yao ambayo wanaweza kuisimulia, lakini walipofika huko na Ahmed Sami akawaambia hadithi hii, Jim alisema alifikiri kidogo na kusema, nilikuja na kanda 10 kwenye safari hii na za kutumia, na nimetumia 9 kati ya hizo. Nashangaa kama ile ambayo sijaitumia, na akaiweka kwenye kinasa video chake, akaicheza, akaiweka mbele ya macho ya Ahmed Sami, na Ahmed Sami akasema, ndiye mtu huyo. Alikuwa hajatumia kanda iliyokuwa na Ron ndani yake. Na wote walikuwa sana, yaani huo ulikuwa muujiza hapo hapo. Na tulikuwa tumeacha ramani kwa Ahmed Sami, na Ron akaniambia nichore ng'ombe hapo. Kisha akaniambia nichore mlima wenye mti kati ya miamba miwili mikubwa. Na mambo mengine sikumbuki yote, lakini Jim na Penny walienda huko. Wakati tu walipoondoka Nuweiba, walichukua gari lao na wakiwa njiani kurudi nyumbani, walienda mlima Sinai na wakapiga picha hizi zote. Na walipozipata, walimpigia Ron simu na kusema, tunataka uwe nazo hizi. Hivyo, wiki chache baadaye, Ron aliruka hadi Bahrain na kukutana nao huko. Kwa sababu unaweza kuruka kwa uhuru hadi Bahrain, lakini huwezi Saudi, na ilikuwa haraka na rahisi kwao kufika huko. Hivyo, walitupa si nakala za video tu, walitupa picha zao zote, na hata walitupa zile filamu hasi. Na hii iliendelea kwa muda mrefu kiasi. Wangefanya, Ron alienda huko mara kadhaa, walikuwa na mahali walipaita mkahawa wa Mexico. Walizungumza kwa mafumbo kwenye simu kwa sababu nadhani kila mtu alikuwa na wasiwasi kiasi kuhusu kile walichokuwa wakifanya, hasa wao kwa sababu waliishi huko. Hivyo, picha na video zote walizotuletea, kwa kweli naamini hiyo ndio ilikuwa furaha zaidi niliyowahi kumwona Ron. Na unajua, katika chochote kinachohusiana na kazi hii yote tuliokuwa tukiifanya, kwa sababu kwa muda mrefu alikuwa akitaka kuwaonyesha watu. Ron hakufanya hivi ili kupata umaarufu au utajiri au kitu chochote kama hicho. Ron alitaka tu watu waone kile ambacho Mungu alikuwa amewahifadhia.
na siamini kama kuna mtu yeyote angeweza kufanya kazi bora zaidi ya kupiga picha na kurekodi video wakati huo, huko mapema miaka ya 90, kwa vifaa vilivyokuwepo kwa watu wakati huo. Siamini kama kuna mtu yoyote angeweza kufanya kazi bora zaidi kuliko walivyofanya, na nitashukuru daima kwa kile walichokifanya. Vivika, nitamtukuza daima kwa kile alichokifanya, kwa sababu Viveka Ponting alimfikia Ron akizungumza, nadhani huko Norway au Uswidi, na alisikia hili kabla. Hajaweza kupata picha na kila kitu, na alitaka kwenda kumsaidia Ron apate picha fulani. Hivyo msichana huyo alikuwa hajaolewa na akapata kazi katika hospitali moja huko Tabuk, na sijui alifanyaje, lakini aliwashawishi watu wengi wampeleke mlimani, na akapiga picha na video hizi zote na akampa Ron moja kwa moja. Nakumbuka wakati mmoja kulikuwa na kijana aliyekuwa akifanya kazi naye, Toby, na alikuwa ameenda mlimani na Toby, na alikuwa amepiga picha nyingi za filamu, slide. Toby na wenzake waliporudi waligundua kuwa dada yake Toby kule Marekani alikuwa amepata ajali mbaya, na Toby ilibidi arudi Marekani. Hivyo Viveka alimpa Toby hizi kanda zote za filamu, na Toby alipofika Marekani tulipanga, nikamchukua mama yangu, mimi na yeye tukaendesha gari hadi Kentucky na kukutana naye. Akatupa filamu zote na kila kitu, na zilikuwa nzuri ajabu. Zilikuwa picha za kwanza tulizokuwa nazo za karibu za madhabahu ya Musa katika eneo takatifu. Viveka alikuwa wa ajabu. Alienda kupiga mbizi. Alipata picha za ajabu alipokuwa akipiga mbizi za kile kilichoonekana kuwa sehemu za magari ya vita. Alisema hata hakuyaona wakati huo. Alichokuwa akifanya ni kurekodi tu. Ron alikuwa amekutana naye Cairo na kumpelekea kamera chini ya maji, na hivyo alikuwa akipiga mbizi tu na kurekodi, na alifanya kazi nzuri sana. Na hivyo tunacho kile Viveka alitupa kila kitu tu, na hakutaka sifa kwa lolote. Alikuwa na moyo ule ule, bado anao moyo ule ule aliokuwa nao Ron. Alitaka tu watu wafike mbinguni. Tulikuwa na mtu aliyekuja kututembelea kutoka Sweden kwa jina la Rory, na tulimfahamu na akatuambia kuhusu rafiki yake Leonard. Na hivyo Leonard alivutiwa sana na uvumbuzi huo, na alikuwa mtu msomi sana. Alikuwa mtaalamu wa vinasaba katika taasisi ya Karolinska huko Stockholm. Hivyo Leonard alikuja kututembelea mara chache na akaandaa mkataba na Ron. Alitaka kuandika kitabu kuhusu uvumbuzi huo wote na Ron. Ron angekuwa mwandishi mwenza. Na hivyo Leonard alikuja, na hata alikuja kumtembelea Ron alipokuwa mgonjwa na akifa, lakini hawakuwahi kukiandika kitabu hicho. Hivyo baada ya Ron kufariki, Leonard alikuja kuniona, nadhani ilikuwa Oktoba 99. Alikuja na alitaka kuandika kitabu hicho, na akasema alihitaji kuwa mtu pekee kwenye jalada kwa sababu ya uaminifu wake. Nilikuwa bado ninaomboleza Ron sana, na hivyo akaandaa mkataba. Ulikuwa mkataba wa ajabu. Ulikuwa katika sehemu mbili. Sehemu moja yake ilikuwa mkataba wa kuandika kitabu. Sehemu nyingine yake ilikuwa mkataba kwamba angeweza kutumia picha hizo. Hivyo nilimpa utafiti wangu wote. Tulienda ghorofa ya chini ambapo vitabu vyote vipo, na nikampa utafiti yote, na kisha akarudi Sweden na akaandika kile kitabu. Na yeye alinitumia nakala 2 au 3 tofauti kwa sababu nilikuwa na haki ya kukataa. Ilinibidi nikague na kila kitu. Na kilikuwa kitabu bora sana, na kilikuwa kuhusu kazi ya Ron. Lakini sehemu pekee iliyoeleza ilikuwa aya moja ndogo iliyosema hii inategemea, unajua, utafiti na uvumbuzi na kazi ya nyanjani ya Ron Wyatt. Na hata hivyo, Ron alikuwa amempeleka kupiga mbizi mara kadhaa na kumwonyesha kila kitu.
Na baada ya kitabu kutoka, sikumsikia tena Leonard, ingawa nilipaswa kupokea 50% ya mapato. Hivyo basi, alijulikana sana kama mwandishi kwa kuandika yote hayo, na watu wanafikiri kuwa ulikuwa utafiti wa Leonard Moller, lakini haukuwa. Ilikuwa kazi ya Mungu kupitia Ron Wyatt, na watu wanahitaji kujua hilo. Haijalishi una degree ngapi, haijalishi una akili kiasi gani, bila Mungu huwezi kufanya lolote. Namaanisha unaweza kufanya kitu kumvutia mwanadamu, lakini huwezi kumvutia Mungu. Na hivyo basi, inasikitisha sana kwamba Ron aliniambia siku hiyo tulipokuwa tukizungumza kuhusu hili. Alisema nitakapoondoka. Hii ilikuwa kabla tu ya kutoka mlangoni kumpeleka hospitalini alikofia. Alisema nitakapoondoka kila mtu atakuwa akigombea nafasi. Unajua, akili yangu ilikuwa kwingine. Sikujua alimaanisha nini, lakini sikuwahi kusahau alichosema. Na hivyo hadithi nzima ya mambo haya inahitaji kujulikana. Kuna watu wengi waliofanya mambo mengi ya ajabu. Lakini Mungu anapaswa kupata utukufu.